وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. Allah, jina lako ninaanzia sifa ni zako, ushukuriwe daima Muumba, unastahiki kushukuriwa. Rehma na amani zimwendee mpenzi wa nafsi zetu Mtume Muhammadi na ali zake na sahaba zake na wote wazuri mpaka siku ya malipo mazuri. Allah, tunatubia kwako utusamee dhambi zetu. Allah, tunakuomba warehemu watu wetu wapenzi wetu ambao wametangulia kwa heshima kaburini. Allahumma amin. Ndugu yangu, uwe nami katika hutuba yangu fupi ya leo. Remote ya Mwenyezi Mungu inatisha. Telekomande ya Allah ndiyo inafanya kontrole ya dunia nzima. Hakuna pa kupita, hakuna pa kukimbia. Hii ndiyo dunia. Waja wa Allah, natembelea wapi nikipiga mbizi katika hutuba yangu? Mazungumzo ya huyu mfalme, anataka kutoweka dunia, afe aondoke. Anatazama kulia, anatazama kusoto. Nitamuachia nani taifa langu ili alipeleke sawa sawa? Nani katika umma anayo busara ya kuitazama dunia na kujua lipi ambalo linafaa katika dunia hii? Aliwakusanya mawaziri, akamwita waziri wake, akamwambia, sikiliza nikwambie, wewe ndio nitakuachia dunia hii, lakini kama utaweza kunijibu haya, suala langu la kwanza nataka unambie ni kitu gani uongo na kila mtu anakubali ni uongo, na ni kitu gani ukweli na kila mtu anakubali ni ukweli, alafu ni kitu gani ambacho ndicho kina thamani kwa binadamu. Ukiweza hayo, nitakupa kuichukua taifa langu uliongoze. Hii ndiyo hutuba yangu Waislamu. Waziri alilala, aliamka, majibu yalikuwa mazito sana. Aliondoka na kuwatafuta wasomi, majibu yalikuwa mazito. Alichoka na kuhama mji, na sasa yuko porini chini ya mti, amechoka. Mkulima anapita, amemkuta amechoka, anamuuliza, mimi naona wewe ni waziri wetu. Akasema, ndiyo. Mbona uko hapa, umefukuzwa? Sema, sijafukuzwa, wewe huwezi kunisaidia, yenyewe nimebebeshwa na mfalme. Akamwambia, niambie naweza nikakusaidia, niambie naweza nikakusaidia. Sema, hapana, wewe ni mkulima, huwezi kuwa na hizi akili, niambie tu. Ndipo alipomwambia, wamekaa chini, mfalme kanipa kazi ni mjibu haya ili nikatawale taifa letu kwa usalama. Ni kitu gani uongo? Tena ni uongo, akili inakiri kuwa ni uongo. Alitabasamu mkulima, akainua, akamwambia, ni kweli. Tena hilo suala lizito waziri, na madigrii yako yote ukashindwa kujibu ili ulizo. Sikiliza nikwambie, kitu ambacho ni uongo, tena ni uongo, ni hii dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Anayahakikisha Allah anasema, wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Haikuwa hii dunia ila kila lolote utalolipanga binadamu ni uongo. Nenda kokote ni uongo. Hapa ni maisha ya uongo. Ikiwa kama binadamu umekuja hauna kitu, akili yako inafikiria kama utamiliki utawale, sio ndio mpango wako, unajidanganya na uko unajisaga. Utaishi kufyatua tafari ambazo hazitojenga nyumba kamwe. Waislamu, hii ni dunia, sio ndio mpango wenu kukaa hapa mkiibebelea vichwani mkiitaka dunia hii. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, almalu walbanuna zinatul hayati dunia. Hivi ambavyo mnatafuta mmechoka. Wamekimbizana vijana South Africa, wamerudi wamechoka, wamekimbia Marekani huko. Waulize wako muhali gani? Baridi na mchoko.
ndoa zenye kuyumba, vitoto visiojua baba ni nani, kazi za udhalili ili aishi. Waulize wako Europo, michoko na baridi, udhalili na dokumenti itakuja lini? Na leo wanaelekea wengine huko Dubai, waulize wako chini ya karakasi za manyumba kuitafuta riziki. Hii ndiyo dunia. Miaka 60 waulize watu wamesimamia mashantie, hii ni nyumba yangu, utapeleka wapi? Utakwenda nayo wapi? Roli barabarani, panda teremka, yuko anakimbizana na dunia, kumbe mbele kuna shimo la kumwondoa kwenye ulimwengu. Hii ndiyo dunia ya Waislamu. Hii ni ndoa, leo furaha, kesho inakwenda kukuzika mwenye nayo. Hii ndiyo dunia. Afya nzuri leo, kesho unasubiriwa na gernade la remonti ya Allah tabaraka wa taala, akifinya tu mambo yanakuwa mengine. Hii ndiyo dunia Waislamu, ambayo inataka akili na busara. Kwa jina la heshima unaingizwa jina la heshima, muheshimiwa, na dakika ndogo pete unavuliwa, unachukuliwa, unapelekwa korokoroni Mbimba. Huyo alikuwa na jina, anazunguka. Hii ndiyo dunia Waislamu. Leo unasomesha mtoto na amekuwa, unakwenda kuzika, au bangi ndo zinapishana, kimekuwa kikarakasi ambacho hakina raha tena kwa mzazi. Hii ndiyo dunia. Utasema mwenyewe barabarani kwa madeni na shida, unakwenda unazungumza mwenyewe, auoni kwenye unatoka na kwenye unaelekea. Umechoka, umekimbizana, umezunguka, umetafuta ukatafutwa. Allahu akbar. Almalu walbanuna zinatul hayati dunia. Vyote hivyo mali umezipata, hazina raha. Haulali usiku, saa za kulala hazienei, unawaza mali, unawaza mali. Usingizi umepotea, unawaza mali. Waislamu, remonte ya Allah iko inakuchokesha. Nimenunua na jenga milioni 500, nimenunua mjini, inataka miliarde moja niinue nyumba hii, na lini nitaimaliza? Nitaimaliza niko katika kaburi. Waislamu, tazame dunia, wamechoka vijana, watu wamechoka. Ili niipate almalu walbanuna zinatul hayati dunia, mali na hivyo vitoto ndivyo watu mnataka. Vyote ni mapambo na uongo, ni majue katika dunia hii. Nini kinakusudiwa? Walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba. Pana kusudiwa tutengeneze mazuri ambayo yatakusaidizeni mbele ya Allah. Lakini hapa hakuna Waislamu ila ni remonti ya kukuchezesha. Twende tupite Serbi, tuuze hivi tukatafute vingine. Twende hivi ni Dubai, tuuze hivi tukatafute vingine. Walikuwa wenzenu huko Madubai, walitembelea magari ya dola 200,000 mpaka 5, lakini ni remonti ya Mungu inakataa. Waislamu, iokope hiyo remonti, telekomande ya Allah ambayo hauwezi kuwa huru. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, mwe mnadhani mmeumbwa mfanye mnayoyataka? Mfanye tu. Ayahsabu linsanu an yutraka suda. Wewe unadhani umeumbwa uwe tu unavyotaka wewe? Kuna remonte, kuna kodi ya Allah. Akiichezesha Mungu utachoka Waislamu, kama hautaki kumjua. Remonti hii Waislamu ndio ambayo akiizungusha mnatimkia huku, mnarudi huku. Uchungu wa siku, kufurahi ni kidogo, kufurahi tabasamu ni ndogo, kuhuzunika ndio kwingi. Mipango ni mingi, haifi. Hautokufa, unafikia kwa yale unayoyataka. Hautokufa, hatujafika peponi. Laqad khalaqna al-insana fi kabadi. Umeumbiwa matatizo na shida, utaishi kwa shida na matatizo, utateseka, utaumburika, Mbimba utakaa, magonjwa yatakupitua, zamu zako zinakuja, jina lako litafutika katika ardhi hii kwa remonti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mabadiliko yatatokea ni ghafula tu, unaona mabadiliko ya maisha, ya watoto, ya ndoa yako, ya mijengo yako, ya gari lako limeungua, moto umewaka. Zihesabu shida ndizo nyingi, faraja ni ndogo sana.
katika mfumo wa dunia. Atakupiga mwanao, hatokuthamini, utamuita baba na hana maana. Hii ndiyo dunia Waislamu, kuzunguka hivyo hata zurtumul maqabir, mpaka unazikwa au kuifaulu dunia yako hii. Wamekufa, wameondoka watu, wanateseka watu kwa remonti ambayo ndani ya mwili wako kuna jipu. Akiifinya Allah unasikia fulani ameripuka, akiifinya Allah unasikia fulani pararize, akiifinya Allah kwenye majina unasikia wametulia. Jina zilikuwa zimeinuka na watu wametulia. Tuanze kuwaweka kwenye dua ili Allah watazame vizuri. Hili ndiyo la kwanza ambalo anafaidishwa waziri huyu, anasema ni kweli, kumbe ndiyo dunia, kumbe ndiyo dunia. Akamwambia nisaidie la pili, akamwambia niambie jambo la pili, kitu ambacho ni ukweli na ni ukweli na kila mtu anakubali. Akamwambia almaut, kufa. Kufa, hakuna mtu anakataa kufa. Hakuna mtu utainua kidole eti siwezi kuondoka duniani. Ndugu yangu, ishi unavyotaka, utaondoka hapa duniani, utaondoka. Kaa ulikuwa mtoto mdogo jana. Hal ata ala linsani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Una habari ya huyo binadamu muda mrefu ulikuwa haujulikani duniani. Waislamu, ndugu zangu, nilikaa na mzee ananambia nimezaliwa mwaka wa 1000 Waislamu 900, dunia inaanza mwaka 1917. Nikakaa na bibi yangu akanambia amezaliwa 1903. Nimekaa na babu yangu akanambia amezaliwa 1895. Faya subhanallah, hawa nimewaona kwa macho. Sasa leo wako wapi? Na leo nyie ukatazama ijili kwa jili zilikwenda. Kuna watu leo wamebaki wanapumua. Wa 1920 hakuna, 1930 hamna humu ndani, 1940 tutaguna huyu mtu kumuona. Mtafuteni, ulizeni kwenye mitandao, mtafuteni 1950, utatizama wawili watatu. Anahesabu miaka 76 leo, meno hayaenei tayari, mwilini kumeingia jambazi. Waislamu hao 1950 kazi ipo. 1960 labda ndo tunalegalega wengine, mwa 60 na 1960 combien. Ukija kugusa 1970 unatazama wamekuwa juu, miguu haitembei, magonjwa yanapishana. Ni jana 1970 vita zinaingia. Kaeni faatabiru. Uongo Waislamu, ukweli ni kuondoka, ni kwenda, ndio ukweli. Ukikawia hapa sana utaona ambayo hawakuona wenzako. Hawa ni wa 1950. Akisimama hapa kwa kidole msikitini utamkosa, na ukimuona huyo utamtazama amekuisha, nyama zinateremka, meno hayaenei, harufu imebadilika ya mtu, inaanza kumota kama mnyama tayari, sauti haitoki inavyostahiki. Ni kutonga na kumwita Mungu kila wakati. Remote ya Mungu imefanya kazi. Waislamu, umri umekuwa juu, atajaliwa na sukari nyingi. Ndugu yangu, vijana wangu, wakina Dr. Sudi, Mungu awahifadhi, awape uzima na afya, watapambana na haya usiku na mchana.